Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Ni mchana na pia ni masaa mazuri ambayo tunapata wasaa kwa kulisikia neno la Mungu kwa ufupi na mtumishi wako wa Mungu. Amen. Leo tutajifunza kwa habari ya mafuta kwa ufupi, japo hii topic ni ndefu sana. Ila leo nitakugusia tu kwa ufupi kwamba mafuta yalitumika kwa kazi maalum aliyoipanga Mungu na kwa watu maalum aliyowataka Mungu. Amen. Sivyo kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi mafuta yamebadilika, yamekuwa ni dili, hayana heshima tena. Mafuta mtu yote anaweza akawa nayo, mtu yote akayatumia. Awe ni mlevi, ni mzinzi, ni mchawi, anaweza akayatumia kwa sababu zake binafsi, kama kupata fedha au kupata biashara yake kuwa na mvuto na vitu kama hivyo. Lakini mafuta, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 kinazungumzia kwa habari mafuta Bwana Yesu aliyaappoint yaende kwa watu fulani, kama kumwapaka wafalme, kuwapaka mitume na manabii. Makuhani sasa walikuwa wakimimina mafuta ili waweze kuifanya kazi ya Mungu kwa nguvu na kwa ujasiri. Lazima walikuwa wapaka mafuta. Pia mfalme yeyote alikuwa akitakiwa kuongoza nchi ya Israeli kipindi kile alikuwa direct, Mungu anatuma manabii na makuhani wakampake mafuta kutokana na maelekezo ambayo Mungu anakuwa amewapa wale makuhani, amewapa na manabii wake. Lakini kwa sasa hali ilipobadilika, mafuta yamekuwa ni kitu cha kawaida. Mtu yote tu anaweza akapaka mafuta, anaweza akakanyaga mafuta, anaweza akanywa mafuta, anaweza kama. Lakini mafuta haikuwa lengo lake kwamba watu wayatumie kama ilivyo sasa. Lengo la mafuta ilikuwa ni Mungu anataka awape kibali na kuwaweka wakfu watu wale